Okay, namu mpenzi mtazamaji wa DM Update, siku ya leo, Jumapili ya leo imekuwa ni Jumapili ya baraka, na hapa tumekuwa na siku nzuri kwa dada yetu madamu ambaye unamuona hapa mbele. Amekuwa na shughuli hapa, shughuli ya graduation ambayo tumekuwa tunasherehekea juu ya watoto ni elimu, ni watoto ambao wamekuwa ni tunahitaji awali. Okay, unajua masuala ya elimu ya awali. Tumekuwa na sherehe hapa ambayo ilikuwa ni mahafali, na anayo mawili matatu ya kuongea na wewe dada yangu. Natamani pia Watanzania wakufahamu, unaitwa nani? Okay, kwa majina naitwa Beatrice John Mtambalike. Okay, Beatrice John Mtambalike. Okay, Beatrice John Mtambalike, wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Morogoro. Okay, kuna shughuli ambayo unaendelea nayo hapa, natamani Watanzania pia wafahamu. Tumekuwa na sherehe. Vipi sherehe ya leo, umeionaje? Sherehe ilikuwa nzuri sana, imependeza, watu wamefurahi, wamecheza, wameimba, tumefurahi pamoja. Okay, nimeona watoto wamekuwa na furaha, lakini pia nimeona watoto wamependeza na sherehe namna ambavyo imeenda. Yaani kuna namna nimeona watoto wamepata mafundisho. Wewe ndio mwalimu mkuu ambaye unawafundisha watoto? Ndio, mimi ndio mwalimu, ndio ninawafundisha watoto. Hongera sana kwa kweli, unajitahidi. Mpenzi mtazamaji, nafikiri utajishuhudia mwenyewe. Watoto wanafahamu, wanajua ni watoto wadogo sana ambao ni chini ya umri wa miaka mingapi wale? 5. Ni chini ya umri wa miaka 5. Na hao ambao tunawaaga saa hizi ndio wanatarajia kwenda kuanza la kwanza. Kwanza ndio. Yaani darasa la kwanza wanaenda, wanajua kusoma. Ndio. Mpenzi mtazamaji, kwa wewe ambaye uko Morogoro hapa, huyu ni mwalimu wa shule ya awali ambaye amekuwa anawafundisha watoto. Ni mwalimu mzuri sana. Binafsi mimi nimeshuhudia na nimekuwa MC katika hii sherehe yake, na nikaona sio vyema tuishie tu hivyo. Ni vizuri pia nimtambulishe pia kwa Watanzania ambao wamekuwa wana watoto na wao pia wanatamani wapate elimu, hususani kwa wakazi ambao wanaishi hapa karibu Morogoro. Popote ulipo Morogoro, iwe Kionda, Mafisa, wapi, popote pale, mwalimu huyu anakukaribisha. Wewe mwalimu, una jambo gani la kusema labda juu ya watu ambao wanatamani kuwaleta watoto wao pia kwako? Jambo ambalo naweza nikawaambia wazazi na walezi wote, na wakaribisha shuleni kwangu. Ni shule inaitwa El Hope Daycare Center. Wawalete watoto, hakika hawatakuja kujuta. Hawatakuja kujuta kwa nini wamewaleta El Hope Daycare Center. El Hope Daycare Center ni suluhisho la kila kitu, hasa kwa watoto wadogo. Tunalea na kufundisha. Kwa hiyo watoto wanapata malezi na pia tunawafundisha. Okay, je, ni umri wa mwisho kabisa kupokea watoto hapa ambao unawafundisha, umri wa mwisho kabisa ni miaka mingapi labda? Kuanzia mwaka mmoja. Yaani kuanzia mwaka mmoja mtoto ninaweza nikamleta? Kuanzia mwaka mmoja unaleta mtoto. Vizuri kabisa. Unachelewa wapi? Wewe mfanya biashara, wewe mfanya kazi wa serikali ambaye una mtoto, alafu unatamani huyo mtoto akae katika malezi mazuri, awe na adabu, awe na elimu pia na ubongo uchaji, mlete hapa. Panaitwaje? El Hope Daycare Center. El Hope masuala ya Kiingereza haya. Daycare Center. Unakaribishwa hapa. I come from Kionda. My school name is El Hope Daycare Center. My mother's name is Mwamtumu. My father's name is Ali. Ana kipaji pia. Unajua sio tu mwalimu, lakini pia ana kipaji cha kukaa na kuwafundisha watoto wetu. Na hii ni mahafali yako ya ngapi ambayo umeanza leo? Mahafali yangu ya kwanza. Okay, ni mahafali ya kwanza. Ndio. Mahafali ya kwanza umeifanya kwa viwango vikubwa hivi? Mahafali yangu ya kwanza. Hongera sana, na kwa kweli umejitahidi sana. Kama ni mahafali ya kwanza, nina uhakika baraka za Mungu zinaambatana na wewe. Basi nafikiri una neno gani la kuambia la mwisho watazamaji ambao wanakutazama?
La mwisho, napenda kuwakaribisha wazazi mwaka 2026. Tunaanza mwaka mpya wa masomo. Kwa hiyo wazazi wote nawakaribisha shuleni kwangu, waje wapaone, na watakapofungua shule tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ninawakaribisha sana 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 sana. Naomba nikuulize swali la kizushi. Umeolewa? Ndiyo, nimeolewa. Mpenzi mtazamaji, nimemuuliza ile swali kwa makusudi kabisa. Maana usije ukaanza kuona maono hapo, maana watu tunatamani kutoa namba ya simu ili ikiwezekana upate nafasi ya kumtafuta. Na namba ya simu ambayo tutaweka hapo kwenye skrini yetu. Hiyo itakuwa ni rahisi sana kumpata ili uweze kupata mawasiliano naye, na usimpigie simu kama hauna mtoto. Usimpigie simu kama hauna mtoto wa kumleta. Ninakukaribisha uendelee kutufuatilia kwa matangazo na kwa vipindi mbalimbali na mahojiano ya ana kwa ana kama hivi. DM Update YouTube, usiache kusubscribe, lakini Facebook pia andika DM Update, usiache kufollow.